wanaoambiwa semeni la ilaha illa Allah, wakisikia ammi yake anamkaidi anasema muongo, walikuwa nao wanasema ammuka adra bik, usratuka adra bik, familia yako inakujua zaidi kuliko sisi. Maadamu watu wako wanasema wewe muongo, utakuwa muongo. Baba yako mdogo anasema wewe muongo, tusikuamini, wao wanakujua zaidi kuliko sisi. Mtume akaendelea wala hakukata tamaa, kaenda kwa Bani Amir ibn Sa'sa'a, qulu la ilaha illa Allah tuflihun. Kiongozi wa msafara huu alikuwa akiitwa Bayharat ibn Firas. Bayharat ibn Firas na akakaa chemba na wenzake akasema, jamani, huyu ni mtume na tukimwamini kuna mambo makubwa yanakuja mbele yetu, mnasemaje kuhusu sisi kumpokea? Wale wakakubaliana kwamba wewe ndo kiongozi wetu, utakalosema wewe sisi hatukati tamaa nalo. Basi akawaambia, basi tumuaminini, lakini niacheni niongee naye kwanza. Bayharat ibn Firas akaja akazungumza na akili yake. Angalia kilichokuwa kinazunguka katika kichwa cha Bayhara. Wakaikosa nafasi ya wao kuitwa Ansar, kwa sababu kulikuwa kuna uwezekano mkubwa hili kundi la Bani Amir ibn Sa'sa'a ndilo likachukua nafasi ya wale Ansari wa Aus na Khazraj kule Madina kwa kumpokea mtume. Hawa ndio walikuwa wawe Ansar, kwa sababu opportunity ya kumpokea mtume ilikuwa karibu nao. Bayhara akasema na akili yake, anasema, in ana akhaztu hadha alfata min Quraishin, mimi nikimchukua huyu kijana nikamfanyia kazi kutoka kwa Makuraish, fasawfa akulu bihi alarab, waarabu wote watakuwa chini yangu, nitawatafuna kupitia kwa kijana huyu. Yani anataka kumstaghili, yani kumpatiliza na kumtumia, opportunist huyu, kumtumia mtume Muhammad katika malengo yake. In akhadhtu hadha alfata akaltu alarab, waarabu nitawatafuna, nitawala vizuri kwa kumtumia kijana huyu. Akaja akamwambia, ya Muhammad, sasa sisi tumeshakubaliana, tunataka kukuamini, tukuchukue uende kwetu, tukunusuru dhidi ya waadui wako. Sasa tunataka kukuuliza, in adharaka Allahu ala man khalafaka, atakapokukupa ushindi huyo Mungu wako katika wale maadui zako, alafu ukapata nguvu ya kueneza neno lako, sisi tunapata nini katika kukusaidia kwako? Na watu wa mimi napata nini wapo mpaka leo katika suala lolote, liwe la kidini liwe la kidunia. Kwanza huwa anauliza, mimi nafaidikaje hapo? Kwanza mimi nafasi yangu ni ipi hapo? Bila ya kumumunya maneno, huwa anataka na yeye afaidike katika mambo ya kidunia. Na ndiyo maana kuna baadhi ya nchi nyingi hususan za Afrika zimekosa maendeleo kwa sababu mimi napata nini hapo?